Mara ya kwanza kabisa nilikuwa na mke wa kwanza, bahati mbaya akawa Mwenyezi Mungu amemchukua, lakini aliniachia watoto 8 na nilipokaa, unajua mambo ya mwili, nikaamua kufanyaje, kuoa mke wa pili ambaye nimebahatika naye kuzaa watoto 7. Mimi kwa jina naitwa Elizabeth Mikaeli Kisanza. Ni mzaliwa wa kijiji cha Nyakitondo, lakini nimeolewa Murubanga. Ni mke wa Zabuloni Bagaya. Maana kuna watoto wa mke mwenzangu, ilikuwa wake 2. Mmoja kama mfariki. Nikabaki na watoto 5, tuna bibi mkubwa. Na watoto wangu ninao 7. Watoto ambao bwana wananitegemea kwa sasa ni watoto 5 ambao ndo nawalisha na nina kibinti ambacho kilizaliwa nyumbani, ina mtoto wa kike mmoja. Hao ndo wananitegemea sasa. Sisi shughuli tunazozifanya ni kulima. Yaani nikijitahidi sana kupata kwa mwaka mzima, msimu mzima, ni gunia 6 ambazo hazinitoshelezi. Kwa kweli nyumba yangu ina vyumba viwili na sebule. Chumba kimoja ni watoto. Na chumba kingine ni mimi na mke. Sasa watoto wengine wanalala chini. Umati tangu kuanzishwa kwake imekuwa ikijihusisha sana na kutoa huduma za afya ya uzazi na ujinsia. Kama ilivyo jina lake, ni Chama cha Uzazi na Malezi Bora Tanzania. Kwa kipindi cha miaka 3 kuanzia mwaka 2018, Umati imekuwa ikitekeleza mradi wa Umkoba chini ya ufadhili wa shirika la Kimarekani ambalo linaitwa Beckstrom Foundation. Mradi huo unalenga kuboresha upatikanaji wa njia jumuishi ya uzazi wa mpango au afya ya uzazi. Kiini kikubwa kabisa ni utekelezaji wa malengo endelevu ya Millennium ambayo ni Sustainable Development Goals namba 3 na namba 5. Inaangalia zaidi afya za uzazi kwa kina mama na kina baba wa umri wa kuzaa pamoja na vijana pia wa kike na wa kiume. Kwa mkoa wa Kigoma, mradi tulikuwa tunatekeleza katika wilaya 4 ambazo ni Kakonko, Uvinza, Kasulu, Vijijini pamoja na Kibondo. Unajua sisi maeneo yetu ni maeneo ya kilimo. Kwa hiyo tumekuwa na jamii ambayo inaishi mashambani kule kwenye maeneo oevu ambayo yanafaa sana kwa kilimo, hasa mpunga. Sasa kule ni changamoto sana wao, mzazi akiwa ni mjamzito au ana mtoto mchanga, kutembea zaidi ya kilomita 20 kutoka huko mashambani kuja kwenye kituo cha afya. Unajua kule na usafiri na barabara bado ni changamoto. Sasa hii changamoto, utatuzi wake ndio anaingia wadau kama Umati, ambao kwa kutumia ile kliniki tembezi tunaweza kutembea na kufika kule na kuwapa watu huduma. Kwa sababu tunatoa huduma ya afya uzazi na uzazi wa mpango ni sehemu ya huduma hizo, kwa kuhakikisha kwamba mama ama binti anaweza kufanya ile basic spacing, anaweza kupata mtoto kwa wakati anaotaka, na anaweza kuamua ni kwa muda gani aweze kumlea mtoto wake mpaka hajapata ujauzito mwingine. Inamwezesha yeye kupanga maisha yake, kupanga future yake. Inafahamika wazi kwamba mteja wa uzazi wa mpango sio mgonjwa, isipokuwa ni sehemu ambayo ikifuatiliwa vizuri inapunguza kwa kiasi kikubwa zaidi
upande wa maradhi na hivyo basi kuweza kuboresha afya ya jamii. Kwa hiyo kitakwimu ilionekana kwamba mkoa wa Kigoma uko chini zaidi katika kuyafikia malengo hayo. Baada ya kuona changamoto kubwa ya vifo vya watoto na wajawazito, tukatafuta wadau kusaidia na kuweza kupunguza vile vifo. Mdau mmoja hapo alikuwa ni mdau wa umati. Alikuja kwa kupitia masuala ya family planning na upangaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa kina mama. Mradi huu tulikuwa tutekeleze umati kama umati. Tulikuwa tunashirikiana kwa karibu kabisa na ofisi ya mganga mkuu wa mkoa wa Kigoma, lakini kwa kushirikiana na waganga wakuu wa wilaya ambazo tumekuwa tukitekeleza mradi, pamoja na waratibu wa afya ya mzazi na mtoto. Kwa kama mdau, baada ya kuja kufanya kazi na sisi kupitia huduma za mikoba vijijini, tumeweza kupandisha coverage ya uzazi wa mpango na sasa tuna 47%. Na sio tu kwa takwimu, lakini pia hata access to services. Ndio maana sasa umati tukaja na hiyo approach ya kutumia mobile van, kwa maana ya kliniki inayotembea, kufikia yale maeneo ambayo hakuna zahanati wala vituo vya afya. Kwa kutumia mobile van ama hiyo kliniki inayotembea tukaweza kuwafikia, kwa sababu inakwenda inatoa huduma karibu na maeneo na makazi ya watu. Tuliweza pia kuwafikia wanaume pamoja na vijana kwa huduma mbalimbali, lakini na kuwapa taarifa sahihi kuhusu masuala ya afya ya uzazi na ujinsia. Mara nyingi mikutano yetu ya jamii wanaohudhuria zaidi ni wakina mama, na ukiongea na wanaume wanajua kabisa kwamba uzazi wa mpango ni swala la kina mama. Kupata kesi ya vasectomy kwa wanaume imekuwa ni changamoto ambayo aidha ni swala la kitamaduni zaidi, cultural issue, au wanahisi swala la uzazi wa mpango ni la wanawake zaidi na sio la wanaume, lakini elimu inatolewa na wanakuwa wanajua umuhimu ni nini hasa kitakiwa kifanyike kwa jamii yote. Kwa hiyo mwitikio kwa wanaume ni mdogo kwa ujumla, lakini kwa mama tunashukuru Mungu, tumepata kesi nyingi sana ambazo tumezifanyia VTL pia. Kwa kweli Bwana Deo mimi anitembelea nyumbani kwangu hapa, akaanza kujitambulisha. Bwana Zablon, mimi na shirika moja linaitwa Umati, na nalo hilo bwana, shirika hilo linahamasisha uzazi wa mpango. Nikasema ni sawa bwana, hilo bwana wana mimi nakuwa na dukuduku nalo kwamba uzazi wa mpango, kwa sababu bwana mizigo bwana nionayo ni mizito. Sasa hapo tunaongea ametutembelea na mama mtoto yuko pembeni anatusikiliza. Sisi tulikuwa nikibeba mimba, hata mtoto hajafikisha miaka 2 mimba nyingine inaingia. Sasa kufanya kazi inakuwa ni ngumu. Maana mtoto malaria, mara kuhalisha, mara kukohoa, kwenda shamba siwezi. Maisha ilikuwa magumu. Lakini sasa nilikuwa amsikitikia sana mama mtoto. Huku ana mtoto mgongoni. Yeye mwenyewe tumbo amebeba mimba. Uone anakuni. Kwa hiyo nilifika mahali Deo alivyonishawishi, nikaona ni kweli kabisa haya matatizo afadhali nimefanyaje niyapunguze. Basi tukawa tumekubaliana na Bwana Deo, nikaenda kule. Yeye kwa kweli kumsindikiza, yeye tuliambizana kwamba wewe nenda, haina shida, utanikuta hapa nyumbani. Sasa aliporudi Deo akaniambia sasa, na maana hizi siku 7 nitakuwa huru na utakuwa huru. Nikasema haina shida. Nikasema haya, ngoja tutulie. Tutalea watoto hawa wala tutazaa wengine tena mpaka labda yani Mungu atakapochukua. Yaani katika miradi ya afya ambayo tunatekeleza tunahakikisha component ya male inakuwepo. Kwa sababu ikiwepo hiyo inamuonyesha kwamba wakina baba na wenyewe wanaona kwamba hata sisi ni watu muhimu ambao tunatakiwa to play part ili mwisho wa siku tuweze ku improve afya ya mama pamoja na mtoto. Kwa hiyo concept ya male empowerment inakuwa kama cross cutting ya issue sehemu zote ambazo tunafanya intervention. Hizi huduma kwa maeneo ambayo tuliyafikia zimesaidia sana kuboresha viashiria
vya ubora wa huduma na utendaji kazi kwenye ngazi ya halmashauri. Kwa hiyo nachoomba tungepanua hizi huduma sasa, kwa sababu tulikuwa tunayafikia maeneo ambayo yasiyofikia na siokuwa na vituo vya afya ni mengi. Sasa tumeyaweza kuyafikia machache. Kama kuna uwezekano umati mkaweza kuyachukua maeneo yote yaliyobaki yakafikika, itakuwa jambo kubwa sana kwa halmashauri yetu katika kuhakikisha kwamba tumefikia kila mtoto na tumefikia kila mama anahitaji huduma za uzazi salama. Wakina baba wamekuwa sasa hivi wakiwasindikiza hata wakina mama clinic wakati wa ujauzito. Hii pia inaonyesha jinsi gani sasa ile male involvement imeweza kuleta matokeo chanya katika jamii ya Kigoma. Mimi kwanza kabisa nikiri ni miongoni mwa watu ambao kulingana na mila na desturi nilikuwa siamini katika swala la uzazi wa mpango. Kwa mujibu wa mila zetu tuliamini uzazi wa mpango ni vitu vibaya. Baada ya mke wangu kupata ujauzito kama inavyoshauriwa na wataalamu wa afya kwamba kliniki ya baba, mama na mtoto, kwa tukawa tunashiriki katika kwenda kliniki na tukawa tunapata hiyo elimu. Kipindi nimeanza kusikia ni masuala ya uzazi wa mpango ni pale ambapo nilipokuwa tuna mimba yangu ya mara ya kwanza. Nilipokuwa naenda kliniki nikaanza kusikia, yani kufika pale kliniki kabla hawajawapa huduma yoyote wanawapa kwanza yale mafundisho yani ya uzazi wa mpango. Lakini mimi kipindi kile kwa nilikuwa ni mjamzito sana bwana, mimi nitazaa Jumamosi na Jumapili, mimi ninazaa watoto wengi. Lakini nilipokuja tu kujifungua, nilivyotembelewa tu na mhudumu, akanipa ule ushauri kuhusu masuala ya uzazi wa mpango. Kwanza yani mimi mwenyewe nilivutiwa, nikasema ni kweli, kwa sababu alivyotuelezea akasema kwamba utaweza mama hata kupata muda wako wa kufanya kazi na utaweza kupata muda wa kupumzika. Nashukuru. Changamoto kwa kweli sijapata tena nyingi. Najisikia amani. Kwa kweli nikiwa nafanya kazi, usumbufu wa watoto tena siuoni. Nafanya kazi nachoka mpaka mwenyewe. Sio maana mtoto alie nimnyonyeshe, hayo hayapo tena kwa kweli. Sisi kama umati tunafanya advocacy on women's right, on access to easy sexual reproductive health services. Kwa kikubwa tunahakikisha kwanza tunafanya utetezi kwamba ijulikane kwamba mwanamke ni haki yake kuchagua njia yoyote ya uzazi wa mpango anayoihitaji. Kwa hata sisi kama umati hatumforce mama kutumia, lakini tunampa taarifa, baadaye tunampa uhuru wa kutumia njia gani ya uzazi wa mpango ambayo anaihitaji. Uhuru ninao wa kutokubeba mtoto. Na mimba tuna tumboni na kuni kichwani. Na mtoto mgongoni, yani ilikuwa ni shida. Sasa hivi nina amani tu. Najisikia vizuri. Napata muda wa kufanya kazi vizuri bila mtoto kulia. Maana tumbo siji nenda hospitali kujifungua tena, hayo sina tena. Faida ambayo mimi nimeipata kwa sababu kale kadogo ambako nakapata sasa hivi mtoto wangu anakatumia yeye ama yeye. Unaona, halafu uhakika wa kupata kasabuni hata kama na kipato cha chini, lakini 2,000 3,000 ninaipangia bajeti kwa kwamba hii ni ya daftari, hii ni ya sabuni, hii na nani, hiyo ndio faida. Ilikuwa inafika mpaka saa 1 usiku hatujawamaliza, yani ule mwitikio wa wananchi mpaka unafika saa 1 na inafika jioni bado wengine wanaendelea kuja na wengine wako kwenye foleni. Kwa hiyo inaonyesha ni wazi hizi huduma watu wanazielewa na wanazipenda na wameona umuhimu wake. Kwa sasa mke yuko safi na nini, anafanya kazi vizuri tu. Tuliweza kutoa huduma za afya ya uzazi kwa jamii ambayo tulilenga takriban 230,000 ambayo ilikuwa imezidi lile lengo ambalo tumejiwekea 200,000. Kwa hiyo inaonyesha jinsi gani mradi umeweza kufanikiwa. Tangia tumefunga kwa kweli maisha sio mabaya sana. Tunafanya kazi vizuri, hata nikienda shamba na amani. Mara kukaa ninyonyeshe mtoto, hayo hayapo tena. Mara tumbo sijui linauma, sijui mimba, changamoto hizo sizipate tena.